kuelekea mchezo huo, na kwa mujibu wa ratiba ambayo ilitumwa kwa klabu zote mbili na kwenu wanahabari, Simba Sports Club ambaye ni mgeni katika mchezo huu walipaswa kuwepo hapa saa 5:30 na kuanza mkutano, lakini tumefanya jitihada kadhaa. Bahati mbaya sana wahusika wamekuwa hawapatikani kwenye simu, kwa hiyo tunashindwa kuelewa changamoto hasa ni nini mpaka sasa hivi, lakini bado hawajafika kwenye eneo la mkutano. Na kwa sababu hili ni jambo la kikanuni, ni jambo ambalo lina ratiba, na baada hapa kuna ratiba ya matukio mengine kuelekea huo mchezo, hatuwezi kuendelea kuwepo hapa mpaka jioni, ndugu zangu wanahabari. Kwa hiyo nitumie fursa hii kusema rasmi kwamba tunamaliza mkutano wetu rasmi, na kwamba taarifa nyingine zitatolewa hapo baadaye. Kwa hiyo kila kitu kiko sawa, na kwamba tumewakosa Simba Sports Club ili watueleze changamoto, kama kuna changamoto yoyote ambayo wamekutana nayo huko njiani wakiwa wanakuja au la. Kwa hiyo tunaendelea kuwatafuta, tutakapojua nini changamoto tutawajuza kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii na maeneo mengine muhimu. Kiporo cha jana kinahusisha mazoezi. Kwa mujibu wa kanuni, klabu mgeni anaruhusiwa kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mchezo angalau mara moja kabla ya siku ya mchezo. Siku ya mchezo ni kesho, na leo ni tarehe 24, na kanuni ile inasema kwamba ni muda ule wa mchezo, ambapo kwa mujibu wa ratiba yetu mchezo utafanyika saa 11 jioni. Kwa hiyo saa 11 jioni ya leo ndio muda wa kikanuni wa timu mgeni kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini nimetumia neno wanaruhusiwa, halazimishi kwenda kufanya mazoezi. Baada ya hapa kuna kikao cha kitaalamu cha maandalizi ya mchezo. Kwenye kile kikao timu zote mbili zinakuwepo, na inawezekana uamuzi wa wao kwenda kufanya mazoezi au kutokwenda unaweza ukawa communicated huko. Kwa hiyo kwa sasa hivi hapa ninachoweza kusema ama kuwajuza wanahabari kwamba tuvute subira, confirmation yote ikishafanyika basi tutashare kupitia kurasa zetu, na nitawaalika wanahabari kwa ajili ya kufanya coverage kwenye dakika 15 za mwanzo za mazoezi ya timu mgeni. Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili, muuliza swali amezungumzia swala la waamuzi. Jana tulitangaza waamuzi wa mchezo, waamuzi wanne kutoka Misri na mtathmini wa waamuzi kutoka nchini Somalia. Ametumia neno taharuki. Mimi sidhani kama taharuki ni neno sahihi sana. Ni vile watu ni habari ambayo kutokana na upekee wa mchezo wenyewe, upekee wa tukio lenyewe, na watu wameipokea vile vile kiupekee. Amesema pia kanuni, muuliza swali amesema kanuni hazisemi chochote kuhusiana na hilo. Ni kweli, kanuni hazizuii TFF kupitia kamati yake ya waamuzi kuleta muamuzi kutoka nje ya Tanzania kwa ajili ya kusimamia mchezo wa ligi. Kanuni inaeleza sifa za waamuzi wanaoweza kusimamia huo mchezo. Kwa hiyo jambo pekee ambalo tunaweza tukalieleza sasa hivi ni kwamba kwenye kanuni ya 39 ibara ya kwanza inaeleza kuhusiana na waamuzi ambao wanakuwa wanateuliwa mwanzoni mwa msimu, idadi ya waamuzi ambao wanateuliwa mwanzoni mwa msimu kwa ajili ya kusimamia mchezo. Lakini kanuni ya 39 ibara ya 3 inaelezea sasa kitu kinaitwa waamuzi wa akiba, kwamba kamati ikiteua wale waamuzi wa msimu mzima, inakuwa na jopo lingine la waamuzi ambao ni wa akiba, ambao wanaweza kutumika kwa dharura au pale inapohitajika.